Nimeona mimi kuna baadhi ya watu ambao wanapoondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine hata hawezi hata kusalimiana. Inaweza ikatokea hivyo ikiwa tutakwenda kimwili sana, lakini ninawaomba kwamba baada ya kusikia mafundisho haya muweze kujitahidi mnapoondoka kwenye huduma moja kwenda huduma nyingine, hakikisha unafanya amani, hakikisha unaimarisha uhusiano, hakikisha mnapoondoka mnasalimiana, hakikisha unafanya hivyo kama ambavyo nimekwisha kuambia. Lakini pia hakikisha swala la mali, usichukue mali ambayo sio ya kwako. Ninaamini ya kwamba Mungu anaweza akakupa mali nyingi. Mungu anaweza akakupa viwanja, Mungu anaweza akakupa nyumba, Mungu anaweza akakupa mashamba, lakini kuondoka na mali ya kanisa lingine inakuwa si jambo zuri, si jambo ambalo lina maadili ya kimungu. Nisikilizeni watu wa Mungu, ni ukweli kwamba inawezekana tumetoa mchango mkubwa kwenye zile mali. Inawezekana labda mimi nimetoa pesa kubwa kuliko kanisa na nikaandika jina la kanisa. Ni jambo ambalo litakuwa sio la hekima ikiwa tutaondoka na mali za watu. Tusifanye hivyo. Hizi huduma kwenye makanisa mengi sana ambayo hayana utaratibu mzuri ndio zimekuwa zikisumbua. Na ninavyoona mimi ni umaskini wa makanisa. Ninaposema umaskini wa makanisa simaanishi kwamba kanisa ni maskini in such a way, lakini maana yangu ni kwamba kanisa linapokuwa haliwezi kujimudu kifedha, najikuta kwamba wachungaji wanajitegemea kwa kila kitu. Twende mbele nyuma. Iko hivi, kwa makanisa yetu haya ambayo mifumo yake ya kiutawala tunaiendesha ni kama ipo kipentekoste fulani hivi, lakini mifumo pia ya kipresbyterian wakati mwingine na changamoto sana kwenye uongozi. Kwa mfano, katika Presbyterian kila kanisa linakuwa na mamlaka yake na mchungaji kiongozi, na makao makuu pengine naweza siwajibike kwa jambo lolote. Kuna wachungaji hapo ukimuuliza kwamba je, kanisani kwako makao makuu ilifanya kitu gani? Hana. Si ndio? Mtu huyo amejisomesha mwenyewe chuoni, amejilipia ada. Mtu huyo mwenyewe amenunua kiwanja kwa jina lake. Ni rahisi mno, hata ningekuwa mimi, ni rahisi mno kesho ukakuta nimebadilisha kibao. Sasa watu wanatembea na mbao, watu wana mbao mbili nyumbani. Ana ubao umeandikwa kanisa fulani, kesho anaugeuza tu hivi. Hatari sana. Na wengine pengine mpo huko mna mabango mawili. Umeaficha tu, umelificha mahala lile lingine, umeweka lingine. Akitaka ukisikia kuna ziara ya kiongozi wa kidini, unaliweka lile la kwao. Siku moja watakuja ghafla. Tuko pamoja wachungaji. Yaani hapa leo mimi nimekuja na package ya dozi ya kutosha. Na hii dozi lazima iende vizuri. Ukiona inapenya ndio hiyo yenyewe hiyo. Kama mmeamua kujiunganisha na huduma, futa mabango mengine. Amen. Sasa nilikuwa nazungumzia swala la eneo la mali kwamba kuna makosa makubwa yanayofanyika hasa katika huduma ndogo au makanisa madogo ambapo mtumishi huona kila kitu kilichopo ni chake binafsi. Vifaa, majengo, vyombo vya muziki, hata fedha za huduma. Anapoamua kuhama huondoka na mali hizo na kuzitumia kwa hoja kama shinikizo kwa kanisa kwamba yeye kanisa hilo lilikuwa ni mali yake. Hii jambo inakuwa ni hatari. Hii ni kinyume cha maadili ya huduma. Mali ya huduma ni ya Mungu na ya mwili wa Kristo, si ya mtu binafsi. Mchungaji au mtumishi unapohama unatakiwa kutoa taarifa ya mali zote. Nimeshaisema na ulizosimamia. Na tatu, waumini. Waumini nimeshasema, ondoa connection, futa namba zao. Na wakikupigia kukuletea umbea, waambie mbarikiwe na Yesu na mshukuru Yesu, mimi siko pamoja.
Tunaendelea kujenga mwili wa Kristo. Mchungaji anatupelekesha. Ndio mwili wa Kristo sasa hivi unavyojengwa hapo. Mimi sipo huko. Kwa amani. Na usisevu namba yake. Ukimuuliza mtu mara mbili wewe nani, hata kupigia tena. Lakini kuna omba. Ili ombi nafikiri limekuwa nikisema mara kwa mara. Ni muhimu kuomba Mungu akupe hekima na maarifa unapotaka kuzungumza na wakuu wa dini. Epuka kuligawanya kanisa. Hapa nimeandika kirefu. Epuka kuligawanya kanisa. Epuka uchungu. Na hii itakusaidia sana. Itakusaidia sana. Kuna watu wengine ambao wanaweza wakasema kuna wachungaji ambao kweli wanakuwa ni mifano. Nisije ukasababisha wewe kuyumba. Usiyumbishe huduma zingine. Ukiyumbisha huduma nyingine na ya kwako itayumbishwa siku moja. Nisikilizeni hii dawa iingie. Kama ulishawahi kuyumbisha, tulia hivyo hivyo. Ili usirudie. Sema amen. Sema amen. Mimi nashukuru ukisema amen maana yake dozi imeingia. Ninakubali hiyo. Usiharibu. Tulishawahi kufanya sehemu nyingi makosa haya. Hakuna mtu ambaye yuko afanye makosa. Tulishawahi kufanya. Mwenyewe nilishawahi kufanya mara nyingi. Lakini Bwana amenionya kupitia somo hili. Kwamba ukiharibu huduma ya mtu na ya kwako itaharibiwa. Mkienda huko mkawe wachungaji safi. Mtofautiana, kaeni mezani kama nilivyosema, muyamalize vizuri na Mungu ataendelea kuwabariki. Epuka migawanyo. Siende kugawanya watu. Na usitukane viongozi ulioacha. Hata kama mlishirikiana kuiba. Usiende kujiokoa ukawe mtakatifu kule. Unajua ile jamaa tulipigana hela. Tutajua wewe mpigaji tu. Au mpigaji mstaafu. Usiseme. Narudia, usiseme madhaifu ya kulu ulikotoka. Usiseme. Mmetofautiana 1 2 3. Done. Inatosha. Na pia inategemea unamwambia nani. Kama ukitaka kwasi, unajua kuna watu wengine ili wafanyaje, ili wawe na amani lazima wafunguke kwa watu. Unafunguka kwa nani? Basi funguka kwa rafiki wa karibu ambaye atakusaidia. Nikuwa unafunguka kwa mshirika aliyeokoka jana, anaona kumbe Yesu asaidii. Tuko pamoja? Unaweza ukajikuta umegawanya huduma na umeharibu kanisa. Lakini pia shughulikia hiyo ni yale, lakini shughulikia machungu ambayo unayaacha kwa wale watu ambao wanaondoka. Kuna machungu ambayo wanakuwa nayo na hasira. Shughulikie. Itakusaidia sana na hautaweza kupata shida ambayo pengine labda wengine wangeweza kuifikiria. Na utakapoenda katika huduma nyingine inaweza ikakuchanganya kidogo. Kuna watu wengine ambao akiondoka katika huduma hii anaweza hata mwaka mzima akawa anahubiri na mifano yote anaitoa kwenye lile kanisa lilotoka. Kuna watu hawana roho wa Mungu, na waambieni mimi nimetoka kule na wajua. Tuna safari ndefu. Lakini hoja ambayo nasema tusitumie siasa ya kanisa kwa ajili ya kuharibu kanisa moja. Sio kwamba ninawajua nilitoka kule. Nina mfano wangu rasmi. Mimi na mfano, huu ni mfano wangu. Nimewaambia mimi nimetoka AIC. Mimi sina ugomvi na AIC. Hata leo askofu yeyote nikimpigia wa AIC anapokea simu yangu. Tunasalimiana. Kama mlitofautiana na mkatukanana, ukitoka likizo hii kamtembelee huyo. Huyo ni mtu muhimu. Hata kama alikuudhi. Hebu angalia jirani yako, mwambie hata kama alikuuzi. Nenda hata na sukari kilo 1.
Nenda. Nisikilize mimi, kuna kitu moja nataka kufanya kwa kanisa. Ili tumuvu kwa pamoja, ni lazima tuwe na roho moja, tusiwe na majungu moyoni. Peleka hata sukari kilo moja. Rafiki yangu, hilo tendo ukilifanya, kuna kitu itafunguka sana ndani ya PCT. Kuna kitu kitafunguka. Maana yule mtu kwanza utamwachia maswali. Imekuwaje hiyo sukari anaweza kaipima akaipeleka kwa mkemia? Sukari itakuwa sawa hii. Na ukimpa hela ataenda kuiombea, anafunga roho za majungu. Mwambie baba, nafikiri wakati ule nafanya maamuzi na usiwaseme wengine walivyosababisha, wewe waache au achana nao. Nafikiri wakati ule nilipofanya maamuzi ya kuondoka, nafikiri kuna vitu havikuwa sawa. Nini ndo nakupa sasa? Si unajua kipindi kile, sijui vijana wa leo siku hizi wa leo hawa hamna kitu, hawa ni wabakaji tu. Lakini zamani tulikuwa tunafundishwa jinsi ya kutongoza huko dunia. Unafundishwa jinsi ya kutongoza, muite. Halafu usiseme haraka nakupenda, muite. Kwanza ukiona ameenda kukata nyasi, mwambie nakupenda. Hawa leo si wanafanyaje? Lakini ndio kipindi kile. Binti akiitwa kwenye kona pale, akiona unaanza kuchukua nyasi kidogo anatafuna, basi tayari pale mwambie nakupenda. Na ndio walikuwa wanatoroshwa hivyo. Wanambeba siku hiyo hivyo. Sasa usifikiri walikuwa wanabebwa. Of course kuna wengine ambao walikuwa wanabebwa kabisa begani. Kabisa, kipindi kile unambeba begani, amekataa unambeba, lakini ukweli kwamba ambaye amekataa hawezi kulia. Tulikuwa tunafundishwa huko duniani. Sasa mbinu zile za kidunia kwenye hili nakupa. Nenda kwa mzee, baba huyo kiongozi aliyewekwa kiongozi wako kule juu, hamkumalizaka vizuri. Nakwambia baba, nisikilize. Mimi ni mwanao. Ulinilea, tulitembea pamoja. Yaani mwambie Mungu akupe ujasiri, uone ujasiri. Lakini nafikiri kwenye hiyo michakato nafikiri haikuwa sawa. Kwenye ile michakato, wazo langu la kuondoka baba bado liko pale, sio kwamba nimerudi. Mwambie umweke sawa ili asije akatarajia kwamba labda karudi. Lakini nafikiri kwenye ule mchakato haukuwa sawa. Hebu baba, naomba tusameane. Nisamehe. Usiseme kama nimekukosea nisamehe. Hapo uombe msamaha. Sema ule mchakato mimi nilivyoupima haukuwa sawa. Nisamehe. Mimi niko na huduma hii sasa. Ninaendelea. Sio kwamba nimekosa matunda ndio maana nimekuja. Naendelea vizuri. Lakini moyo unaniambia unisamehe. Rafiki yangu, nisikilize. Kuna vitu vingine vitafunguka ambavyo hujai kuviona. Kuna vitu vitafunguka ambavyo vimefungwa na nguvu ya msamaha, hujai kuviona. Na unajua wachungaji ni wagumu sana kutubu. Yaani mmoja wapo ya watu ambao ni wagumu kutubu ni wachungaji. Yaani ili mchungaji asema amekosea, atazunguka. Unajua wakati ule wewe ulinikwaza, ulinisema, kwa hiyo uliniona sina Yesu, ukaniona sina upako, ukala sadaka zangu, ulikula hela yangu ilitumwa kutoka Korea, kiwanja changu ulikichukua, hela yangu ya msaada uliila. Basi kiwezekana kama nimekukosea, naomba unisamehe. Lakini mshirika, naomba unisamehe basi. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa naombeni mnielewe, ninarekebisha kitu. Mimi tuko wengine tuko wazi. Lakini kuomba msamaha kweli inahitaji Roho Mtakatifu. Maana vinginevyo kuna watu wengine anatoka, amekuja bwana. Niliwaambia atakuja tu. Sawa, mwacha aseme. Amen. Haina shida, mwacha aseme. Niliwaambia atakuja tu, sawa nimekuja. Amen. Samehe. Unaondoka, moyo wako unatulia. Unaweza kuonekana kama ni dhaifu, lakini kuna nguvu ndani yako. Na katika hilo usije ukaruhusu visasi. Usiruhusu visasi baada ya kuondoka.
Na ikiwezekana kwenye mahubiri yako yoyote yale usijaribu kutaja kukuta tukaondoka. Miezi 2, 3, 4. Ukitaja taja kwa wema. Haleluya. Ukitaja taja kwa namna gani? Kwa wema. Kwamba mimi nilipokuwa chini ya askofu fulani, huyu baba alikuwa ni mtumishi mzuri. Hata kama kuna madhaifu mengi aliyokuwa nayo, hebu mtaje kwa uzuri mbele ya Mungu ukiwa unahubiri. Umeua. Hata wale waliokuwa wanafikiri kwamba wanaweza kukuletea taarifa zake ukaenjoy, unakuwa kama Daudi. Daudi analetewa habari ya msiba wa Sauli. Na jamaa aliyepeleka msiba anajua anaenda kupata mwingi, kuupiga mwingi. Kwamba leo nahamia ikulu, yani amejiandaa kama ni kushona suti ameshashona nahamia ikulu. Maana na uhakika hii taarifa mzee hajaijua na ninaenda kusema mimi ndo nimeua. Usirukie, usitafute ushujaa ambao sio wewe, sio shujaa. Akaenda alipomaliza kujieleza, mzee akalia, Daudi akalia. Nafikiri kama alikuwepo pale anapomsikiza analia, anasema hapa ndo nimeupiga mwingi hapa. Tena nimemgusa hivi analia, baba, ni kweli baba, nilijitahidi ujue baba, kidogo nife ujue. Kidogo tu nipigwe, yani nilimkwepa kidogo tu hivi nikampiga yule jamaa. Kafa. Amemaliza kulia jamaa anaoga na nao, anakuja sasa kwenye kiti. Hebu niitieni bwana wewe jamaa bwana. Jamaa anaenda haraka sana, anapata sasa ndo ujira wangu, si atanipa ufalme gani, atanikatia yake. Mzee ulisema wewe ni wa wapi bwana? Mimi ni wa sehemu fulani. Wewe ni mtu ni jasiri sana. Alo bwana, mzee wangu ni jasiri mimi. Lakini sasa twende. Lakini uliwezaje kumgusa Masihi wa Bwana hapo sasa? Mimi iko siku moja huyo mzee uliyeniambia umemuua, mimi ningemuua. Ulifikiri nishindwe kumuua? Kata panga huko. Sasa mseme kwa mazuri kiongozi wako. Inawezekana ana madhaifu mengi sana. Inawezekana hana upako kama ulionao. Usimseme kwa mabaya. Mseme. Huwa napenda kuambia watumishi ambao natamani nione wanaendelea vizuri. Ukitoa mfano juu yangu, sema mfano mzuri. Nikikusikia kwenye clip umenisema mfano mbaya, siku ile tafuta huduma nyingine. Sio kwamba nalipiza kisasi na kufundisha. Unajua kuna vijana waovyo sana, unashangaa wanakusema, unajua mtumishi wa Bwana nilikuwa namdai hela yangu, au mwaka jana kwa mfano, labda nikupe mfano mzuri mfano, nimekuja nimetembelea ziara kanisani. Nikaahidi kutoa mifuko 30 ya simenti, halafu sijaitoa. Mwaka wa kwanza hewa, mwaka wa pili hewa, mwaka wa tatu hewa. Kitakachofuata, unajua askofu alikuja hapa akajimwamba fai wana hela, wakaahidi simenti mpaka leo hawajatuletea. Sasa tufanyaje sisi? Yaani wewe ukifanya hivyo umekosea. Wewe simama pale sema, unajua baba askofu alipokuja hapa alitoa ahadi. Mambo hayakwenda vizuri, shetani alizuia, na leo mimi naenda kumkamata huyu adui. Maana Paulo mwenyewe anasema shetani alinizuia nisije kwenu. Hiyo ndio lugha. Akisikia mzee atasema shetani amepigwa kweli kweli. Haleluya. Wanaweza siwe. Hiyo ndio lugha, lakini ukweli umenisema ila kijanja. Sitakwazika. Na kwa ni njia ya kumkumbusha pia kiongozi namna ya kutoa aliyoahidi. Kwa baba aliahidi lakini shetani amezuia. Nimeona shetani anataka kusimama kwenye uchumi wa baba yetu. Na hii wiki tunahakikisha tunafungua. Mchungaji kama ana hela atatoa tu. Atatoa tu. Jitahidi unaondoka kwa amani. Nasema mazuri tu, yako mabaya mengi tukitoka kwenye huduma. Mimi nikiondoka kwenye kanisa lazima nione mabaya mengi. Hawana roho hawana roho wa Mungu. Jitahidi tafuta mazuri. Hata maji machafu tunasema yanazima moto. Angalau yatafutie moto wa kuzima. Kwamba yule baba pamoja na changamoto, lakini yule baba ni mwana maombi sana hata kama haombagi.
anatuombea sana. Hivyo ndivyo maisha yanaenda. Kuna mtu ana swali? Karibu. Nataka nirekodi maswali leo. Naomba mic. Swali langu mimi ni hili. Rekodi maswali usikate. Tumejifunza kwa habari ya maadili ya utumishi hapa. Ndio. Lakini ikoje kwenye hawa ambao wana mtu kastaafu? Mtu okay, swali lako ni mtu akistaafu. Na kwa sababu yeye alipokuwa pale alikuwa anafanya connection. Naomba ushike mic hapo uulize swali vizuri ili na wengine wajifunze kupitia swali hilo. Naomba tusikie swali hilo kupitia Inakuwaje mtu akistaafu? Kwa sababu mtu anapokuwa ofisini anakuwa connected na watu wengine kwa ajili ya kuendesha ofisi ili iweze kufanya vizuri. Mtu anastaafu, anaziba ile mirija ya connection. Kama kulikuwa na wafadhili fulani anaziba, kulikuwa na vitu vizuri anaziba, wengine mpaka na nyaraka pia wanaficha. Hii inakaje? Asante mchungaji, asante mchungaji John. Niwaambie jambo moja, ndio maana tunajifunza. Hiyo ni tabia mbaya sana. Ndio maana nyinyi tunawafundisha, maana nyinyi mtakuwa viongozi. Ndio hawa ndio watakuwa wakubwa hawa ndio viongozi wakubwa ambao watakuwa naficha nyaraka. Ni kosa, ni dhambi kubwa. Nimeona kweli wengine akisha staafu anataka wewe ukaukiwe. Anaficha, wengine wanatoa mpaka sofa ofisini. Anapeleka nyumbani kwake. Yaani unakuta ofisi haina kitu. Ni maadili ya viongozi ambao hawajafunzwa kiroho. Hawana maadili yao mtumishi. Na wako wengi, sio tu yaani unaowasema umewakilisha kundi la watu wengi. Na ndio maana nimesema kwenye maadili, kabidhi ofisi, kabidhi makaratasi ya watu, acha kuficha, sio mpaka ufuatwe. Kabidhi dokumenti zote. Kuna wachungaji, kuna viongozi wana dokumenti za makanisa ya zamani ya kwao. Anayo dokumenti, ameizuia. Kabidhi viwanja, kabidhi vya kwao. Kama ni vya kwao, fanye nini? Kabidhi. Na ndio maana nikawaambia ijulikane mali ya kanisa ni ipi na mali ambayo sio ya kanisa ni ipi. Lakini wewe uko kwenye ofisi kama hii, watu wanapojitoa, ile ni mali ya kanisa. Upo hapa kwenye ofisi hapa, ikiletwa sofa ni ya kanisa, sio yako. Itolewa sadaka ni ya kanisa, unless mtu aseme hii nimekupa wewe mchungaji. Vinginevyo ni ya kanisa. Hivi mnajua kwamba hata sadaka ambayo wako unapewa kule mtaani, kama mshirika hajasema kwamba hii ni ya kwako, unajua kwamba ni ya kanisa? Unajua? Umeenda kuomba kwenye familia, mtu akaguswa kutoa sadaka, asiposema ni ya kwako, hiyo ni ya kanisa. Haya maadili makubwa mno. Kwa hiyo ndio maana nimesema uchungaji sio jambo la kawaida. Mchungaji sio mtu wa kawaida. Hiyo lazima kuzingatia maadili yale. Na hiyo nashukuru wengine wanafanya vizuri. Wengine wanafanya vizuri sana. Kama una senior pastor, mwambie, baba nimepokea sadaka hii hapa. Wengi wanafanya hivyo. Nakumbuka tena mfano mdogo kabisa, Masoda huyu hapo, Chazi Masoda alikuwa ameenda kuomba, ameenda kumwombea mtu. Nimetoa mfano tu, wengi wanafanya. Ameenda kuomba mfano, mtu akatoa sadaka 400. Kaleta ofisini. Kwa baba, hii ni sadaka. Hakula hata 100, ulikula hata 100. Hata shilingi 100 hakula. Sadaka yote ili ilitumika kununua maiki. Tukaongezea kwenye 500, tukanunua maiki 2. Hakula hata 100, hakukata, hakuchomoa hata 100 kwamba chomoa 10,000 hapa. Hiyo ni maadili. Tusitafute sababu. Kama tumeshindwa kwenye maadili fulani, tutubu tu. Tukubali kwamba sisi ni dhaifu, tunahitaji msaada wa Mungu. Watu kwa kawaida, watu wengine wanasemaga, kuna watu ambao wanaandika kabisa kama hii mchungaji ni ya kwako. Asiposema hekima, naongelea kama asiposema anayekupa, kama wewe ni junior pastor, nenda kwa senior pastor. Kama ni junior, kama ni senior pastor, Roho Mtakatifu atamuongoza.